Kwa sababu ya umuhimu mkubwa sana wa asali, wengi tumekuwa tukitaka kujua jinsi ya kutambua asali nzuri, lakini pia asali asilia. Kuna karibu mbinu 4 ambazo watu wengi wamezitumia kwa matokeo. Tutaziona mbinu hizo. Mbinu ya kwanza ni mbinu ya maji. Unachukua glasi ya maji ambayo unaweza ukaangalia kwenye maji hayo, unaimimina kiasi fulani cha asali. Asali asilia inabidi yote ishuke moja kwa moja chini ya maji, lakini asali ambayo imechakatwa hizi na kiwango kikubwa cha unyevu na maji, basi itatawanyika kwa haraka zaidi. Mbinu nyingine ni mbinu ya moto. Utatumia utambi wa mshumaa au njiti ya kiberiti. Utachovya kwenye asali, utawasha. Asali kwa sababu haina unyevu itawaka vizuri sana, lakini ikiwa ina unyevunyevu itakuwa inasikika sauti kama za kupasuka pasuka. Hiyo asali ina unyevu. Mbinu nyingine ambao watu wengi hupenda kuitumia ni karatasi laini. Kutia asali kidogo kwenye karatasi laini, wengine hujaribu hata kufikicha kidogo, basi asali asilia haitapitisha unyevu kwenye hiyo karatasi, au unyevu huo hautasambaa kuingia katika karatasi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu asali ina unene, kwa hailowanishi kwa haraka karatasi. Lakini mbinu nyingine ni kuganda kwa asali. Wewe ndio ukajiuliza, kuganda kwa asali? Ndiyo, kuganda kwa asali au crystallization ni mbinu pia kuitambua asali asilia mbichi. Na takupa angalau sababu kwa nini asali mbichi, asali asilia inaganda. Kuna kati ya sababu pia, ya kwanza ni uwiano kati ya glucose na fructose. Hizi ni aina kuu mbili zinazounda asali. Ile ladha ya utamu unaosikia ni kwa sababu ya sukari hizi mbili, glucose na fructose. Glucose ni asali ambayo inawajibika sana kwenye kuganda kwa asali. Hii ndiyo sukari inawajibika zaidi. Na kuna mimea ambayo huwa inatoa sana asali ya aina hii, kwa mfano alizeti au pamba. Kwa hiyo tunatarajia asali ambayo itatoka mikoa kama ya Singida, ambao ni ukulima sana wa alizeti, itakuwa inaganda kwa haraka zaidi, tofauti na maeneo mengine. Lakini pia fructose, hii ni asali ambayo ina kiasi kidogo sana cha kuganda na kiasi kikubwa sana cha kuyeyuka. Na kuna sababu nyingine inayofanya, ukiachana na hiyo uwiano kati ya glucose na fructose, ambao tunaweza tukasema asali ikiwa na glucose nyingi itaganda haraka, lakini ikiwa na fructose nyingi itakaa muda mrefu bila kuganda. Sababu nyingine ni kiasi cha maji. Asali yenye kiasi kikubwa cha maji au unyevu haigandi upesi,